lao. Kwenye ujenzi huu wa kanisa hili nimewachangia tofali 1500 kwa ambazo wameshamaliza msingi, kwa walikuwa wanahitaji tofali kwa ajili ya kupandisha, na mimi nimewapatiza tofali 1500 ambazo sasa watakwenda kupandisha hilo kanisa lao. Lakini pili, kwenye harambee hii pia tumefanikiwa kupata keshi shilingi 1,103,000, lakini saruji tumepata mifuko 53 na ahadi za fedha tumepata shilingi 5,750,000. Lakini baada ya harambee hiyo natamani sana uwepo wa nyumba za Mwenyezi Mungu ziendane na uwepo wa maadili kwa jamii yetu. Kinachoonekana leo, tumekuwa na misikiti mingi, makanisa mengi, lakini unaona jamii haipo tena kwenye maadili. Kumekuwa na matukio mengi ambayo ni ya kinyama, kana kwamba watu hawamjui kabisa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kikubwa ambacho nacho kitamani ni kwamba jamii sasa iweze kwenda namna ambavyo spidi yetu ya kujenga makanisa, spidi yetu ya kujenga misikiti, vivyo hivyo iwe ndio spidi yetu ya kuwaelimisha watu na kwenda watu wakasali, watu wakaswali, lakini na jamii yetu inayotuzunguka iende ikawe na hofu ya Mungu. Ndio hofu hiyo itatusaidia kuja kwenye upendo, lakini pia taifa letu kuwa na amani. Sababu vijana wengi leo ukiangalia mambo wanayoyafanya kwa kweli ni mambo ambayo si rafiki sana na mila na desturi zetu. Kwa nini? Ni kwa sababu vijana na wao pia wamekuwa hawana hofu hiyo ya Mungu, hawajui kanisa lilipo wala hawajui msikiti ulipo. Lakini tukiwarudisha huku, tunaamini taifa letu litakuwa tulivu, lakini vijana wetu pia watakuwa na maadili na mila na desturi yetu zitarudi. Lakini kingine, tunakwenda kwenye uchaguzi sasa mwezi wa 10, Mwenyezi Mungu akitujalia. Pia jamii iweze kuona ni namna gani inakwenda kushiriki, kwenda kupata viongozi walio bora na si bora kiongozi, ili waweze kushirikiana nao na hatimaye waweze kujiletea maendeleo wao wenyewe. Kwa wale watakaopata fursa, tunawahimiza wenye nafasi basi waweze kupata fursa ya kuomba nafasi zao mbalimbali. Tuna nafasi za ubunge, tuna nafasi za udiwani na nafasi za urais. Wale watakaowiwa waende wakaombe kwa ajili ya kulitumikia taifa lao. Lakini wale ambao tutapata fursa ya kupiga kura, nasi twende tukapige kura, na kura yako ukaipige pale ambako unaamini huyo ndio kiongozi atakayeweza kutusaidia ndani ya jamii yetu, ndani ya taifa letu. Kwa hiyo niwashukuruni sana na niwapongeze sana. Kikubwa tunasisitiza uwepo wa nyumba zetu za ibada, lakini na uwepo wa ongezeko kubwa la taifa lenye kuwa na hofu ya Mungu, ili kuendelea kulinda amani na utulivu wa taifa letu. Ya leo tulikuwa na changizo. Changizo hili ni kwa ajili ya ujenzi wa kanisa ambalo tunahitaji kujenga kanisa la kudumu lenye thamani ya milioni 125. Lakini pia changizo hili au harambee hii, mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Kunti, mbunge wa viti maalum. Tunashukuru kwa ujio wake, maana pia katika uwepo wake ukiachana na changizo amesisitiza sana juu ya maadili, lakini pia na maendeleo ya elimu kwenye wilaya yetu ya Chemba. Binafsi na viongozi wa dini tuliokuwepo tumefurahi sana, kwa sababu tunapompata kiongozi mwenye hofu ya Mungu, kwa kweli inatutia motisha ya sisi viongozi pia kuendelea kusimamia maadili na misingi ya Mungu. Kwa kusema maneno hayo, na washukuru. Mimi binafsi nimefurahishwa kwa hilo. Huu ni mwanzo mzuri, hasa baada ya kukuta mwitikio mkubwa wa waumini wengi. Mwanzo huu mara nyingi huwa ni shida sana mwanzo kuona utakuwa namna gani, lakini leo mimi nasema ni mwanzo mzuri. Waumini wa kawaida, viongozi kwa nafasi zao, nikiamini viongozi wa kanisa wengi tumekuwa nao kutoka Dodoma, kutoka Kondoa, nikiamini mpaka viongozi wa kisiasa ambao tumekuwa nao. Mtu kama Mheshimiwa Kuti ambaye ni viti maalum ameonyesha mfano mzuri. Kwanza yeye ni Muislamu, na kipindi kama hiki cha Islamu najua ni kipindi cha mfungo kuelekea kufungua kwao kwa mfungo, lakini bado ameweza kuitika wito huu. Hakuweza kuweka ubaguzi kwamba kwa nini nakwenda dhehebu hili au kanisa lile. Na kwa mchango wake na jinsi alivyoendesha harambee hii katika kanisa hili, bado namuona ni mtu sahihi, mtu ambaye hachagui, hana ubaguzi, haoneshi kama kuna tofauti kati ya dhehebu fulani na dhehebu fulani. Lengo ni kujenga nyumba ya Mungu, kwa maana kwamba uwe Muislamu uwe Mkristo, lengo ni kujenga nyumba ya Mungu. Kwa hiyo kwa imani yake na jinsi alivyohudhuria leo na kuendesha hii harambee, namshukuru sana. Naona anaonyesha dira, anaonyesha mfano kama kiongozi wa kisiasa. Mungu ambariki. Basi namtakia heri tu.
katika maisha yake ya sasa na hayo yajayo. Binafsi ni mshukuru sana mgeni wetu rasmi ambaye amepata neema na ametufikia na hajatuacha, Mheshimiwa Kunti. Yeye kwanza ni dini tofauti na sisi kwa maana ya kwamba ni Muislamu, lakini imempendeza na ameona hapana kuzingana, kwa sababu kazi hii ni ya Mungu na ni ya Mungu wetu mmoja, akaona ni vizuri aweze kuhusika na kuweza kushiriki kwenye changizo hili. Binafsi tumshukuru sana Kunti kwa kupata kiongozi mzuri, kiongozi ambaye habagui dini wala haangalii kuhusu dini.